Mimi ni jirani anayetumiwa kumnyanyua mtoto na kumwingiza kwenye buti. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Jana tuliripoti taarifa ambayo pia tuliacha maswali kwamba nini kinaendelea juu ya taarifa hii. Leo siku ya Jumamosi tumefuatilia zaidi kuhusiana na kina cha taarifa hii, kutaka kufahamu nini ambacho kilijitokeza jana kuhusiana na mtoto ambaye alikuwa inaeleza kwamba alifungiwa ndani ya gari. Tumefika hapa nyumbani kwa huyo mtu ambaye anatuhumiwa kwamba amemfungia mtoto kwenye gari. Tumeshuhudia CCTV kamera ambazo zinaonyesha namna ambavyo mtoto huyu ambaye ni mlemavu alitambaa kuanzia majira ya saa 10, kwa sababu inaonekana katika nyumba hii ni jirani tu na mtoto huyu anapoishi. Alitoka nyumbani kwao akaingia kwenye eneo lingine la jirani hapo ambapo kuna mashine ya kusaga. Baada ya hapo kwenye majira kama ya saa 11 mtoto huyu akaanza kutambaa taratibu. Kulingana na video hiyo akaingia kwenye geti la jirani hapa ambapo tupo. Ilikuwa kama saa 11 dakika 33. Mtoto akaendelea kutambaa mpaka kwenye gari kwenye mida kama ya saa 1 dakika 35 akawa ameingia kwenye gari, akafunga milango ile. Akaanza kuingia mlango wa abiria, lakini akasogea akiwa ndani ya gari mpaka upande wa dereva kwenye steering. Akafanikiwa kufunga milango yote miwili, kwa sababu mlango wa abiria na mlango wa dereva ilikuwa imeachwa wazi. Kwa hiyo kuanzia majira hayo ikaelekea saa 1, saa 2, kwenye saa 2 kama dakika 47 majirani wakamgongea kwamba kuna mtoto aliyeko ndani hapa. Lakini jirani yake mmoja akamwambia labda uangalie vizuri zaidi, huenda kuna mtoto ndani hapa. Lakini katika mazingira hayo wakatafuta kila mahali. Lakini baadaye jirani pia akapata wazo mwingine, akasema labda uangalie kwenye gari pia, huenda unaweza kumuona mtoto. Kweli wakaangalia kwenye gari, wakaangalia kwenye mvungu wa gari na kila mahali. Wakafungua wakakuta mtoto amelala fofofo katika siti ya nyuma. Na ndipo sasa taharuki kaanzia hapo. Majirani wakaanza kusema jirani huyu amemchukua mtoto, amemweka ndani ya gari, alitaka amteke na vitu kama hivyo. Mambo yakawa ni mengi. Wananchi walizungumza mengi, lakini sisi tumekuja kuangalia na kuthibitisha kile ambacho tunakizungumza kwenye CCTV kamera. Tumezungumza na dada huyu ambaye ni jirani hapa, ambaye ni mama mwenye nyumba, akieleza kwamba kuna bifu ambazo zinaendelea baina ya majirani na majirani, na mengi wanayapitia katika nyumba hii, kwa tafsiri kwamba huenda ni wivu wa kimaendeleo, kwa sababu pia nyumba hii ukiangalia na nyumba nyingine ziko tofauti kidogo. Kwa hiyo huenda ndio sababu, lakini yeye anasema kwamba hayo hayamsumbui kwa sababu ni wivu tu ambao unaendelea kati yao. So, jana polisi walivyokuja hapa walimchukua mtuhumiwa pamoja na majirani hao, wakaenda polisi, lakini polisi hawakuona kwamba kuna hoja zaidi, kwa sababu ile CCTV kamera ilikuwa inaonyesha tukio zima. Sasa tujiulize swali, je, kama hakungekuwa na CCTV kamera, mama jirani angejiteteaje kwamba mtoto huyu ameingia kwenye gari? Kuna umuhimu zaidi wa kuweka ulinzi katika nyumba ambazo tunaishi, ili yanapotokea mambo kama haya, ikiwemo changamoto kama hizi za jirani na jirani, iwe vizuri, teknolojia jitetee zaidi kuliko kujisemea. Mimi naitwa Kusaga. Yale maswali ambayo jana wengi walikuwa wanajiuliza, sasa majibu yamepatikana. Mimi ni jirani anayetumiwa kumnyanyua mtoto na kumwingiza kwenye buti. Jana majira saa 11 jioni nilitoka nje kwenda kufuata dawa, duka la dawa. Geti sikulifunga, nikawa tu nimeegesha kwa sababu sio mbali, naenda chapu narudi. Lakini huyo mtoto katika CCTV anaonekana alikuwa nyumba jirani. Mimi vile nilivyo naye akawa ameingia pasipo mimi kujua. Na alivyoingia akajaribu kufunga milango yote. Mimi sina ile wala lile, nafika nyumbani kwangu narudisha geti, sijui chochote. Nikarudi ndani nikawa naendelea na shughuli zangu kama kawaida. Ilipofika mida saa 1, kuna mdada alikuja kunigongea. Akaniambia kuna mtoto amepotea, mtoto wa jirani. Tunaomba tuangalizie kama yupo huku. Nikamwambia hapana, mimi sijui, sijamuona. Akaondoka. Wakarudi tena kwa mara ya pili, yuko na mwenzie. Akaniambia
huko nje wameniambia mtoto yupo humu ndani, naomba tukague. Wakaingia ndani, nikawaruhusu waingie ndani. Wakakagua kote, hawakumuona mtoto, wakaondoka. Ikabidi nimpigie simu jirani mwingine, nikamuuliza mbona wanakuja huku kwangu hii mara ya pili? Wananiuliza habari ya mtoto, alafu watu wote wanaelekezea kwangu mimi ndo nina mtoto. Yule akaniambia kagua vizuri. Basi nikatoka nje, nikakumbuka milango ya gari sikufunga. Ikabidi niende kuangalia. Nilivyoenda kuangalia nikakuta mtoto amelala kwenye siti za gari za nyuma. Ikabidi nimwite Barozi. Barozi alivyokuja nikamwambia mtoto nimemwona humu ndani kwenye siti lakini sijui ameingiaje. Kwa hiyo naomba tuende tukaangalie kwenye CCTV tuone ameingiaje. Basi Barozi akamchukua mtoto tukaingia kwenye CCTV. Tulivyoanza kuangalia kabla hatujafikia tukio tukaanza kusikia makelele, fujo, vurugu. Basi ikabidi tupige simu polisi, polisi wakaja, wakanichukua, tukaenda polisi. Tulipofika pale, nilikuwa nimefanikiwa kuchukua clip. Nikaonyesha polisi. Polisi walivyoangalia wakaoje na wao. Ikaonekana sina hatia. Wakasema watafanyia uchunguzi wao. Kwa hiyo wote tukawa tumerudishwa. Ndio ikaishia hapa. Polisi wapo katika uchunguzi. Kabla ya haya yote kutokea, hili swala la mtoto, kuna ugomvi gani kati ya majirani pamoja na wewe? Kwa sababu inaonekana sio hali ya kawaida. Jirani tangu tunanunua hii nyumba, ni mtu ambaye mwenye bifu. Nakumbuka mara ya kwanza tunanunua hii nyumba, zikaanza chokochoko. Wakampigia simu mwenyekiti kwamba tunajenga barabarani. Basi mwenyekiti akaja akastopisha mafundi. Walikuwa wanamwaga wanatengeneza pale pevini pale getini ili gari lipite vizuri. Baadaye mume wangu alivyoenda, mwenyekiti akamwambia jirani zako amenipigia simu kwamba unajenga barabarani. Ikabidi sasa mafundi waruhusiwe waendelee na ujenzi. Taingia hiyo siku bifu iliendelea. Vituko, visa kila siku. Ikafikia hatua wakanisingizia mimi kesi kwamba nimwatishie kuwaua. Kwamba mimi mchawi, nimesema siami mtaa hadi nitoe kafara ya damu. Na aliyeongea ni huyu bibi wa huyu mtoto. Kesi ikafika polisi, mwisho tukaenda mahakamani. Wakajitokeza pale, wakatoa ushahidi wa uongo. Nashukuru Mungu mahakama ikaelewa shida iko wapi. Kesi ikaisha. Maisha yakaendelea lakini vita bado ipo. Hadi sasa hivi. Kila siku ananitafutia sababu. Kila ninachokifanya. Hii nini hapa? Deco. Siku tumepaka deco, waliongea sana. Kamera waliongea. Kwa nini anaweka kamera? Kwa nini anafunga mataa? Wanatumiza macho. Kwa kila tunachokifanya, kwao ni kero. Wanasema eti gari tuuze, tutembee kwa miguu kama wao wanavyotembea. Kwa sitakiwi kumiliki gari kwenye huu mtaa. Nimewakuta vile wanavyoishi na mimi niishi vile ambavyo nimewakuta. Nifuate nani yao. Hapo ni wivu tu, hakuna chochote. Na mimi tangu nimehamia kwenye huu mtaa, sijawahi kwenda kwenye nyumba ya mtu. Mimi ni ndani kwangu na ndugu zangu ndio wanaingia humu ndani. Watu wengine na mimi sijakanyaga kwa mtu. Ni bifu tu, chuki tu, ni huyu mama. Kuna chochote cha ziada, kilichoonekana ni wivu wa maendeleo. Lakini mwandishi, huyu mama ananituhumu kwamba mimi nimemnyanyua mtoto na kumuingiza kwenye buti. Kamera zangu zilishawahi kumnasa akimwaga maji getini kwangu. Na mimi nikaruka gale maji pasipo kujua kumbe yana madawa, nikaanza kuumwa. Baada ya kupona, yule tunarudi naendesha gari mimi. Kwanza niliugua sana. Baada ya kupona hiyo siku sana naendesha gari, naambia mdogo wangu ngoja mimi niendeshe gari. Wanaangalia ni nani anaendesha gari. Hawaamini kama niko hai kwa sababu kile walichokifanya walitegemea ndio wamenimaliza. Kwa vita bado ipo, ni kali. Na sijakosea chochote.